Tunaanza mzigo mwingine unaitwa Zirum. Sasa leo kulikuwa na wanandoa wawili, Mati na Keti, ambao hawa walitoka mjini wakiwa wanaanza maisha yao ya ndoa, wakaja kununua nyumba pembezoni mwa mji. Sasa wakawa wanafanyia nyumba ile usafi, baada hapo mpaka jamaa akawa anachoka, akamwambia usichoke mume wangu. Hapa ndio tunafanya kazi na usafi mradi tupumzike. Kwa hiyo wakaendelea kufanya usafi. Sasa demo akamkuta ndege mmoja akiwa amekufa. Akamchukua yule ndege akaenda nje kumzika. Sasa naika pale akashtushwa na sauti kali ambayo ilisikia. Toka kuangalia ni sauti gani inayomshtua, kumbe mmea alikuwa anatupa vitu. Anaangalia yule ndege, anashangaa kuna majivu. Haelewi yule ndege kaenda. Sasa huko mmea akawa anaendelea kutupa vile vitu vya zamani ambavyo vimechakaa. Akakutana na funguo moja. Akaangalia, akaona bora usafi uendelee. Sasa anaangalia hivi kwenye kapiti moja akakuta kama imetoboka vile. Akawa anaangalia. Hapo mbona papo hivi akagundua kuna sehemu kama kuna ufunguo hivi. Akakumbuka kuna ufunguo mmoja aliokota, akaenda akauchukua ule ufunguo. Baada hapo akawa anajaribu sasa kufungua ile sehemu. Akawa anafungua sasa pale, akawa anafungua mdogo mdogo, mwisho wa siku akafanikiwa. Akamuita mkewe mradi wote waangalie kwa pamoja. Sasa akamtanguliza mkewe, maana ghafla anashangaa taa zinacheza na kuzima. Akasema hapa tuangalie shida ni nini kwenye masuala ya umeme. Sasa baada hapo jamaa akasitisha. Usiku akawa anajipongeza na waini baada ya kumaliza usafi. Mradi usiku uende waangalie siku ya kesho nafanyaje. Akasikia sauti, jamaa akataka kwenda, akapuuzia akasema labda itakuwa kuna kitu amekipanga vibaya kimeanguka. Asubuhi kafika akasema hebu tuendelee na shughuli zingine za usafi, maana usafi jana tulikuwa hatujamaliza. Akawa anaagiza baadhi ya vitu kuja. Sasa jamaa akawa ameingia kwenye kile chumba baada ya mkewe kuanza kuongea na simu kule. Jamaa akawa anaendelea kuchunguza chumba, mara ghafla mkewe akamwita akamwambia, bwana fundi umeme kashafika huko. Akaenda na ule fundi umeme kuangalia mfumo wa umeme wa hii nyumba, akagundua kwa huu mfumo wa umeme ni wa kizamani kweli kweli na unachanganya kinoma na mawaya mengi. Kwa hiyo fundi akashindwa kutengeneza, akamwambia hapa. Naam, tunaendelea. Sasa alivyomwita fundi alivyofika pale, akawa anaangalia angalia zile waya. Fundi akasema huu mfumo ni wa kizamani sana na unachanganya kinoma. Mimi siwezi kutatua, labda hapa umuite fundi mwingine au uangalie namna gani unavyoweza kutatua. Kwa hiyo akamwambia, kwa hiyo huwezi kunisaidia kabisa. Siwezi kukusaidia, lakini fundi alivyokuwa anataka kuondoka, akamuuliza, hivi una historia yoyote kuhusu hii nyumba? Haujui kama kuna jambo lolote baya lililotokea huko? Sasa jamaa baada ya kuambia vile na ule fundi akaenda katafuta wale wamiliki wa kwanza ile nyumba. Akaja kugundua kuwa walikuwa ni wanandoa ambao mwisho wa siku waliweza kuuliwa na mtoto wao, ambao huyu mtoto wao alikuwa ni mtoto wao kumzaa kabisa, ambaye baadaye alikuja akachanganyikiwa ama kupagawa. Sasa jamaa akawa ameangalia taarifa habari mpaka akawa amebaki kushangaa, akawa anachora pale, akaingia kwenye kile chumba, akawa anakunywa wine pale. Sasa chupa iliisha, akasema natamani ningepata wine nyingine, maana taa ikazima ikawaka, anashangaa kuna wine nyingine mbele yake. Jamaa akabaki sasa, mkewe anaamka anashangaa taa lazima na kuwaka, anashangaa hiki kitu gani hiki? Sasa anakuja hivi anamkuta mumewe yupo kwenye kile chumba na vitu vingine mbalimbali. Akawa anajiuliza mumewe kapata wapi vitu vyote hivi vya thamani na vya gharama. Akamwambia hiki chumba mke wangu kina uwezo wa chochote unachokiomba kinatokea. Mkewe akawa amini, akasema nataka